Naitwa Kondo Chapa, ni katibu wa Shehia Bandamaji. Kwanza tunashukuru Mungu alhamdulillah kwa kupata taarifa hii ya ugeni ambayo ya kuja kutoa huduma katika shehia yetu. Kama na jamii tumesambaza taarifa zetu sembali mbali. Shehia ya Kikobweni, shehia ya Kinyasini pamoja na sisi wenyewe wa Bandamaji. Na wageni wengine pia tumewataarifu. Kwa hiyo kwanza mimi nashukuru, mimi kama mimi katibu nimepata huduma nzuri kwa madaktari, nimepata dawa na vipimo tofauti vingine. Wito wangu kwa vijana wenzangu ama katika shehia yangu, tumelipokea jambo vizuri na tumefurahi. Huduma ni nzuri, watu wamehamasika zaidi na zaidi. Hatukutarajia kama watu watahamasika sana, ila tunashukuru alhamdulillah. Kwanza tumefurahi kwa sababu haijawahi kutokea katika shehia yetu kupata huduma nzuri kama hivi na kufuatwa na madaktari. Unajua wenye maradhi wapo wengi, lakini tunaficha maradhi yetu, hatuendi hospitali. Ila leo wamekuja madaktari, tumehamasika vizuri na watu wamekuja kwa wingi na anaendelea kuja kupata huduma zaidi na zaidi. Majina naitwa Vuai Marakitwana, ni mkazi wa Bandamaji. Na shukuru sana Wizara ya Afya kuona kwenye jamii hususan vijijini. Kwa sababu mjini inawezekana huduma zinapatikana, lakini vijijini huduma zinakuwa duni. Lakini hili kwanza napongeza pamoja na rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi na pamoja na waziri wa afya pia kuliona hili kwamba vijijini pia kunahitajika huduma angalau kwa mwaka au kwa miezi patikane siku moja ya kuja kufanyia angalau hawa wananchi ambao walikuwa na mahitaji maalumu waweze kupata ile huduma, kwa sababu kuna watu wana mahitaji maalumu hawezi hata kutembea, hawezi hata kufika hospitali. Kwa hili kwanza nawapongeza. Vile kwa huduma ambazo zilokwenda, mimi leo nimepata huduma zangu za macho, nimefanyiwa huduma zangu bila tatizo lolote, bila foleni, bila usumbufu. Na ukenda tu mara moja unahudumukiwa. Hilo na washukuru wahudumu. Mungu awajalie wawe na imani hii na Mungu ajalie awezeshe afya zaidi kupambana na hii kazi ya kutibu. Na vile kwa jamii au kwa serikali, ipo haja kwenye kijiji ambacho kinachojengwa skuli lazima kuwepo kituo cha afya japo kidogo cha wastani, ili kuwasaidia wale wanafunzi, kwa sababu wakati mwingine inatokea huduma za mara moja kutafuta gari harama, na wakati wengine familia zenyewe hamna pesa, mtu anapata mahitaji ya kula tu, ya dawa hayapo. Sasa hususan kikiwepo kituo japo cha wastani kidogo inakuwa kinasaidia. Hicho ndo cha msingi. Yani huduma zilizoenda leo melo nimependezewa zaidi. Kama itakuwa endelevu miezi 3 hadi 3 itakuwa ni raha zaidi. Hata matatizo ya watoto, matatizo ya watu yatazidi changamoto zile kusolvika kwa mara moja kwa huduma hii. Mimi naitwa Salhia. Elimu tulofundishwa tumejifunza vizuri, tumeweza kufahamu, tunaweza kwenda kufanya kwetu huko. Ndio kama hivyo. Umepata elimu gani? Tumepata elimu nzuri tu. Ya nini? Ya kujifunza meno, kujifunza kupiga viswaki vizuri, kufikisha mswaki mpaka mwisho, si kama unaika hapa. Ndio tulipofundishwa, na shauri vizuri tuweze kwenda kutumia huko nyumbani kwetu. Shukuru sana walivyotufahamisha, ilikuwa hatujui, sasa hivi tushajua. Kwa hiyo nawaambia asante. Bange Yahya ni mkazi wa Bandamaji au shehia ya Bandamaji. Hapa mimi nimekuja kufuata huduma ya afya tuliopewa tokea jana, kwamba kutakuja na upimaji wa afya yangu kwa kila mtu. Na nishapata huduma, nimepata huduma kutokana na maradhi yangu niliyoyasema. Huduma ni nzuri sana. Nimeanzia kutoka na majina, halafu nikachunguzwa afya yangu, nikaja nikapata na huduma za maradhi nilikuwa ninayo. Kiukweli kila mmoja na ufahamu wake, lakini mimi sikia masuala kama haya nakuwa ni mtu wa mwanzo kufika katika sehemu kama ile. Mimi naishauri taasisi kutokana na huduma kama hizi isichoke taasisi, lazima baada ya miezi mitatu ili kuwafuatilia wale wananchi kuwajua hali zao. Kwa jina naitwa Nachuma Makame, nakaa Msheshelini.
nasoma skuli ya Bandamaji darasa la 7. Kusafisha meno na mzunguko wa hedhi. Asanteni sana kwa kuja kutubia maradhi na kushukuruni. Kwa ndani ya miaka 20 ZOPO nafikiri hakuna shehia ambayo iliyokuwa haijafika, na wanapokelewa vizuri, tunapokelewa vizuri, na huduma ambazo zinatoa wananchi wanazikubali, na kila tunapoenda wananchi wanatusisitiza tuende. Katika huduma za vijijini ambazo watu wanapimwa kwa njia ya tofauti. Kuna matibabu ya masikio, kuna matibabu ya macho, kuna matibabu ya meno, kuna matibabu pia ya kina mama sasa hivi ambao wanaangaliwa matatizo ya saratani ya kizazi na pamoja na matiti. Kwa hiyo huduma kwa ufupi au kwa ujumla, huduma za ZOPO ni huduma ambazo nzuri, zinawasaidia sana wananchi, zinawafuatilia kwa sababu wakipata mgonjwa ambaye ana tatizo ambalo kubwa na liko katika njia yao, katika pipe yao, basi inakuwa inawasaidia, si hapa nyumbani tu, wanawachukua mpaka Mnazi Mmoja au hospitali ambayo inahitajika kwa ile tiba yake inapatikana, na wanawasaidia. Kwa hiyo kwa ufupi, leo tupo Bandamaji, tunafanya huduma hizi za ZOPO. Tunakaribisha sana watu wa Bandamaji na shehia za Kikobweni, Kinyasini, Chaani waje wapate hizi huduma ambazo ni bure bila malipo. Hapa leo nimekuja kufuata huduma mie tofauti, lakini hususani zaidi kwa mie mwenyewe meno. Huduma ni nzuri, zinaridhisha sana kwa 90%. Sumbufu mpaka sasa sijapata aina yoyote, kwa sababu wahudumu wanakuelekeza ipasavyo. Asante. Huduma kama hizi kwa kwetu vijijini zinasaidia sana, kutokana na hali, kwanza wengine ni wazee, na pia hali ya kimaisha. Unawezekana kwenda hospitali ukaandikiwa dawa hata kama shilingi 5,000, lakini kwa hali ya kimaisha ilivyo huwezi kuinunua. Lakini leo tunashukuru sana, wazee wetu pia wanapata dawa tofauti ya maradhi yao walikuwa nayo, na pia mmewarahisishia baina ya kukodi usafiri kwenda sehemu nyingine kuja hapa. Mimi kama mwanamke na washauri wanawake wenzangu, yani kwanza usitumie dawa kabla hujaonana na dokta au mtu yoyote yule wa kukupa mahitaji. Kwanza onana na dokta, ukishaonana na dokta atakupa ufafanuzi, atakwambia, kuna madokta wengi wanakupa ushauri mzuri tu, nenda katumia taa za mijiti, pia wakiliona ile tatizo wanakupa. Lakini ningewashauri sana wakatumia dawa za kupata huduma moja kwa moja kwa dokta. Jina langu naitwa Fadhili Mshamba Juma, ni mkaazi wa shehia ya Bandamaji, ni mjumbe wa shehia ya Bandamaji. Kwa kweli kwanza tunashukuru alhamdulillah, baada ya kupata taarifa ya kwamba leo kutakuja na madaktari bingwa kutoka nchi yetu ya Zanzibar. Tulichokifanya sisi kwanza kushajiisha watu, tulitumia njia ya kupiga upatu, tukatumia mabomba msikitini kuwapa taarifa ya kwamba leo watakuja madaktari bingwa kuja kuangalia maradhi mbalimbali ya wale watu ambao yanawasumbua. Kwa kweli tumeridhika na ujaji wa watu ndani ya jirani, nao tulipeleka taarifa hizo, nao vile na wao wamekuja. Na tunachoshukuru, baada ya kuja hapa kuna watu walikuwa na hofu, lakini baada ya kuja hapa kukutana na madaktari, jinsi walivyokuwa wanapokelewa, wanavyopata yale matibabu, wanavyoshughulikiwa, basi wao walikuwa wajumbe, na wanaporudi mitaani kueleza wengine, na wengine wakawa wanakuja. Ndio kama hivyo unavyoona mpaka sasa hivi watu wanaingia. Kwa hivyo kwa kweli tunashukuru kwa maamuzi haya kwamba leo wamekuja ndani ya kijiji chetu kuja kutupima afya na kuja kufanya matibabu. Kwa hivyo kwa kweli tumeridhika mpaka sasa hivi. Taswira ambayo tunaipata, tunachotolewa kwanza tumeridhika nacho, kwa sababu kama tungelitoka tu tukenda kuna hospitali za private, bila shaka dawa ambayo tunaipata hapa tungelinunua kwa fedha nyingi sana. Lakini leo hapa tunaipata bure, na daktari kumuona tu, ukienda sehemu nyingine utaambiwa shilingi 15,000 20, lakini leo tunamuona daktari bure. Kwa hivyo kwa kweli tumeridhika na tumefarijika sana. Tusipuuze na wala tusidharau. Kwanza nenda katika sehemu ya huduma, wakati huduma inatolewa iko bure, kwanza nenda ukaangalie ukaone, lakini tuache kupuuza, kwa sababu unapopuuza
hii huduma unaweza ukaja ukaifuata mbali wakati imekuja karibu. Kwa hivyo na wito wangu sana kwa jamii ambayo unahusika inapokutokezea mambo kama haya, tusipuuze, basi tushajihi. Omba Allah azidi kututia nguvu na imani ya kuifanya hii kazi. Haya, leo tukiwa katika kambi yetu ya Bandamaji, jumla ya watu walionekana ni 378. Kati ya hao 378, 33 walikuwa ni kuanzia miaka 0 mpaka 5. Ndio miaka 0 hamna siku moja siku moja mpaka miaka 5. Kiswahili hatujasoma. Alafu kuanzia miaka 5 mpaka 14 jumla walikuwa ni 96. Alafu kuanzia 15 na kuendelea jumla walikuwa na 249. Kwa hiyo ukizijumlisha zote tunapata watu 378. Kwa hiyo katika hawa 378 walifanikiwa kwenda katika vitengo tofauti tofauti. Tukianza na macho, jumla waliokwenda katika kitengo cha macho walikuwa ni 120. Tukienda katika ENT au tunasema masikio, koo pamoja na pua, jumla wagonjwa walikuwa ni 30. Tukienda katika ngozi, jumla wagonjwa walionekana katika ngozi ni 162. 162. Rifaa zilikuwa ni ziko 3 upande huo wa others, jumla wote walikuwa ni 3. Tukienda katika physio na clubfoot, physio ni walikuwa ni 9. Yaani physio tunamaanisha wale ambao ndio nasema Kiswahili miguu rungu. Clubfoot ndio miguu. Physio mazoezi ya viungo walikuwa ni 9. Alafu clubfoot ambao ni miguu rungu walikuwa ni 5. Kwa jumla walikuwa na referral 3. Kwa jumla walikuwa physio ni 14. Tukienda katika department ya meno, jumla ya wagonjwa walionekana walikuwa ni 36. Katika hawa 36 walifanikiwa kutoa meno 24. Mashaallah. Katika wagonjwa 36, 24 leo wameng'olewa meno vizuri. Tukienda katika department ya matiti, jumla walionekana ni 54. Walikuwa ni abnormal katika 54, 4 ndio walikutulikana na shida ambao ndio hiyo abnormal, walikuwa ni 4, lakini 50 alhamdulillah walikuwa kwa salama. Tukienda katika obs and gyna ambao tunasema maradhi ya kina mama haya, jumla ya wagonjwa walionekana walikuwa ni 40. Jumla walikuwa ni 40. Mule mwanzo nilisahau kutaja wale others katika diabetes na hypertension. Others walikuwa ni 193. Jina naitwa Munira Manga Mohamed, ni daktari wa ngozi. Leo tumeona watoto wengi, watu wengi wenye shida ya ngozi, lakini kama 160 na kitu, lakini 130 ni shida hiyo moja. Na tunavyojua ngozi, kuna maradhi ya ngozi aina 2 ambayo yanaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Maradhi mengine yanakuwa ni genetic tu, ni ya urithi, mtu kazaliwa nayo au babu anayo, kwa ile shida ilikuja. Lakini mara nyingi sana wanafunzi wanakuja shida ndio ile ile kwa sababu ya kushare pengine. Sasa tunaomba walimu mtoe elimu kwa wanafunzi, wasiwe wanashare nguo, yani huyu ni azime hiki, kwa sababu kuna maradhi mengine ukigusana tu au ukivaa nguo ya mtu unapata hiyo shida. Jingine tutoe elimu kuhusiana na usafi. Wanafunzi kila siku, mtu akiamka asubuhi na jioni aoge, abadilishe nguo. Wengine wanaoga na kwamba mimi naoga, lakini kama sijafikisha siku 3 nguo. Kwa hiyo mtoe elimu, watoto wabadilishe nguo, waoge, wasishe vitu. Asanteni. Lakini la pili pia kwamba zoezi letu hili alhamdulillah tumeliendesha, mimi nasema kwa mafanikio makubwa kabisa.
Kwanza nishukuru hii taasisi inaitwa kama ndo ZOP, naisikia hapa ZOP kwa kuchukua maamuzi pamoja na serikali yetu ya wilaya kwamba kuja katika shehia yetu ya Bandamaji kuja kuangalia matatizo ya wanajamii ya Bandamaji. Sisi tumefarijika sana na mengi hapa yamezungumzwa, takwimu zimetolewa na sisi pa kuchukua tushachukua. Maana sisi tunachoahidi kwamba kuna elimu zaidi kwenda kuitoa mitaani, kwa sababu kama jamii yetu tunavyoiona, wengine hapa walikuwa waje lakini hawakuja kwa sababu zao tu, lakini wengine badala ya kushtuka wamekuja muda ambao ulikuwa siwo, kwa ufahamu tu, kwa maana inaonekana dhahiri kwamba elimu haikuwa kubwa, lakini tunaahidi kwamba tutaanza kutoa elimu ili zikija fursa hizi tuhakikishe tunazifukuzia na tunakuja ili kujua zile afya zetu zaidi. Hilo la pili. Lakini vile vile nashukuru kwa mashirikiano ambayo nyie mliotupa sisi, pamoja na kwamba sisi tulitoa lakini hatujui kama tulikupeni vizuri au la, lakini kwa upande wenu tunahisi umetupa mashirikiano mazuri kabisa. Watu wetu ambao tunakuta hivi alikuwa ndio maana anachochomoka kwamba wanapokwenda kwa yule daktari wanapata ushauri mzuri, wanapata maelekezo mazuri, hawapati kashfa au kukashifiwa. Maana jamii yako inaogopa sana kwa daktari kamkaribia neno wewe mtoto. Alikuwa anapokelewa vizuri, hata watu wa dawa pale wanatoa vizuri, wanatupanga vizuri. Kwa hivyo na hili nalo tunashukuru, nalo vile vile tunalipongeza sana. Kwa hivyo zaidi kwamba yale yote ambayo yako upande wa shehia tunaahidi kwamba tutayachukua na tutafanyia kazi. Tunazo kamati viongozi za shehia za afya, tutakaa nazo, tutafanya kazi ya kuhamasisha na vijana wetu kuhusu swala zima la vichocho. Hii ni changamoto, sitaki kuikwepa. Bandamaji swala la kichocho na mito ni changamoto. Mzee utachukua juhudi zote, lakini mzee unatoka na kwenda kutafuta riski, unakuja kumkuta mtoto nguo zote zimejaa maji. Utapiga lakini si solution. Kwa hivyo tutajitahidi sana ili tuhakikishe kwamba hili tatizo linapungua kidogo kidogo. Kwa hivyo jina naitwa Vioneni Dijumbe, ni mwalimu mkuu wa skuli ya Bandamaji msingi. Haya, kama anavyozungumza Dr. Rajab, kwa kawaida skuli zetu za Zanzibar swala la kichocho linakuwa linafanyiwa haki kila mwaka inapobidi, na mwezi wa 6 mwaka jana ndio mwisho, kwa sababu kila baada ya miezi 6 wale watoto ndio wanafanya nini, wanapewa dawa. Mwezi wa 6 mwaka jana tuliwapa wanafunzi dawa, lakini na juzi tu siku ya Alhamis walikuja madaktari kwa wale ambao walionekana wana shida zaidi baada ya kuletwa mrejesho, wakapewa dawa hizo za kichocho. Sasa shida sijui kama labda kwa hawa waliokuwa tayari wameonekana na hilo tatizo kubwa, sijui kama labda siku ile ambayo ya kula dawa wao hawakuwepo ama la, lakini na hiyo juzi sijui kama walikula ama la. Sasa hiyo itabidi tufanye nini, tuifanyie kazi. Mimi nachukua hadi itaifanyia kazi, lakini na Mheshimiwa Sheha pamoja na mjumbe hili walisimamia 100% tayari, kwa sababu skuli dawa zinaliwa kabla ya majumbani. Lakini je, kule majumbani nako kunafanywa kazi? Na mtoto hata kama atakula dawa leo, si ndio, kwa ajili ya kujikinga, kesho akienda mtoni kama mna vimelea vya kichocho anapata maambukizi mapya tayari, na hata kama labda anayo akienda kukanyaga pale anapata maambukizi mapya. Kwa hiyo shida juu ya shida, tujitahidini sote. Vioneni ni kweli akija mtoa dawa analisha watoto dawa, lakini hatujui watoto wana njia nyingi tayari. Hapo mtoto anaweza kutia chaki mdomoni akakwambia vipi, nishakula dawa. Unafumbua mdomo, hebu nione, kumbe mna nini, mna chaki. Dawa zishafanya nini? Jamani, watoto wana mengi tayari. Kwa hiyo hili tushirikiane sote, na hili tulilibaini baada ya watoto wao wenyewe kutuambia hilo jambo, mwalimu fulani na fulani wamekula chaki kabla ya dawa kuliwa tayari. Jamani, hili seriously kabisa tayari. Kwa hiyo tujitahidini
Mito tayari mvua zinanyesha, kwa hiyo naamini vimelea tayari vishafanya nini, vimo tele na tele. Tukenda huko tukichunguza shida, lakini na maskulini ndo hali kama hizo. Sasa hao watoto siwajui tu ni nani na nani ambao walifanywa leo checking wakaonekana wanafanya nini shida, lakini baada kama ningalikuwa najua, kesho yake ningalikwenda kuangalia kule kwenye daftari, je, walikula dawa hawakula dawa? Tumepamiana Lakini hiyo ndo shida. Watoto wana mengi, wanakula chaki wenye kwa wenyewe, wanakuja kutuambia ili mradi tu zile dawa sifanye nini, hawajui kama zile athari zinakuwa za kesho na kesho kutwa na kesho kutwa. Kwa hiyo ndo hali. Rajab kwa cheo wa wilaya ni mratibu wa huduma za afya wa wilaya, lakini kwa ZOPO na coordinate shughuli zote za ZOPO katika wilaya ya Kaskazini. Kwa taarifa hii nitachukua kama ni afisa wa afya wa wilaya au mratibu wa huduma za afya wa wilaya ya hilo tatizo la kichocho, lakini pia la ngozi. Naahidi tutashirikiana na walimu. Tunazo program zetu za school health program katika wilaya, kwa hiyo tunaweza ikawa kama ni chacho ya kuona kuwa katika maskuli kuna shida. Kwa hiyo naweza tukapangia mipango yetu kwa tuone kuwa Bandamaji ni sehemu moja ambayo inaweza tukaja kuelimisha wanafunzi kwa taarifa hiyo ya matatizo ya ngozi, lakini pia na kichocho. Nafikiri na taarifa hii ya kichocho, programu ya kichocho huwa inafanya kazi sana katika maeneo haya. Sasa nahofia kuwa wakina wazee hawasimamii sana watoto wakati zinapotolewa dawa, lakini nafikiria karibuni dawa za kichocho zimetolewa na tafiti nyingi zimefanywa, na zaidi maeneo haya ya Bandamaji, Kinyasini, Chaani, nafikiri ni sehemu ambazo wanakuwa sana wanapita programu ya kichocho, wanapita sana kufanya huo utafiti. Lakini hata hivyo tutalichukua hili kama ni tatizo, kama tulivyoambiwa na daktari, linapelekea matatizo mengi. Nafikiri kama wazee hapo experience kubwa, kama tulikuwa tuna shida sana ya wazee, unaona wanapata matatizo ya mikojo. Kipindi cha nyuma wazee wetu wengi walikuwa wanaugua kichocho, na wengi walikuwa wana tatizo hilo la baadaye kwa mtu anapata tatizo la mikojo kipindi cha nyuma. Nafikiri wasifadhili hapo kama na kumbukumbu hizo, wazee wetu wengi walikuwa wana matatizo hayo, na sababu ilikuwa ni hicho ni kichocho. Watu wengi walikuwa wanapata kichocho, lakini mtu anakaa kila siku anaona kwa ni kawaida, anatoka damu, lakini anasema mimi naendelea na maisha. Baadaye uzeeni sasa ndio kunapokuja tokea shida, kwa sababu ile kila siku kutogwa kovo nini, baadaye unapata hilo tatizo. Kwa hiyo kwa niaba ya wilaya nafikiri hili tutashirikiana na walimu pamoja na uongozi wa sheha, tutapanga programu ya kuja kuelimisha watoto na pia na wazee, sababu najua dawa za kichocho zinatolewa, isipokuwa ni kupewa elimu na kusimamia watoto hasa katika maskuli. Pia pamoja na mwalimu mkuu wa skuli, miangalizo langu zaidi ni kwa wanafunzi na wanakijiji, kwa sababu nao vile wana athari. Saratani kitu hatari sana. Kwa hiyo kichocho kinasababisha nini? Saratani. Nadhani saratani ni wanasema cancer. Naona. Kwa hiyo ifanywe kazi, watoto kwenye mito waelimishwe, watoto kukoga. Mtu ana kichocho mapema aseme mapema. Ungepata saratani, shida yake kila mmoja kama mshauri kusikia anavyoipata. Hata kapata dawa gani, atakuwa ni maumivu kwenda mbele. Hatimaye inafuata nini? Kifo. Kwa hiyo elimishwe sana hilo. Yaani sheha hayupo, lakini uongozi wa sheha upo. Na mwalimu mkuu yupo. Mkae na walimu wenzako na wazee wa kijiji mseme swala hili.